Ninachohitaji kwako kwa wakati huu ni usikivu mwema. Tega sikio. Shetani hana hitaji la nyumba yako kwa ukamilifu. Anachohitaji ni sehemu kidogo tu ambayo kwa wakati fulani haina manufaa kwako. Yaweza ikalinganishwa na mshumari. Hadithi hii itatuelezea kwa undani jinsi ambavyo shetani hufanya kazi yake. Kulikuwepo na baba mmoja ambaye alikuwa mmiliki wa nyumba ya kifahari. Nyumba hii aliipenda sana na angeweza akafanya chochote kile asije akatolewa katika nyumba hii. Mbona aipende nyumba hii? Nyumba hii aliweza kuimiliki kutoka kwa baba yake, na baba yake aliweza akaimiliki kutoka kwa babu ya baba huyu, na babu wa baba huyu aliweza kuimiliki kutoka kwa babu wa baba yake. Kwa hivyo kunayo historia ambayo inajirudia wa umiliki wa nyumba hii. Kwa hivyo kunayo mengi ambayo yanaweza kuwa yamehifadhiwa katika nyumba hii, na wakati fulani tunaweza tukapata historia jinsi ambavyo familia zetu zimekuwepo. Kwa hivyo kijana huyu hakuwa tayari kutengana na historia kama hii. Kwa hivyo kulikuwepo na mwekezaji mmoja ambaye aliweza kuizuru mji aliokuwa akiishi, na alikuwa na nia ya kununua jumba hili. Kwa hivyo alimsihi siku baada ya siku, wiki baada ya wiki, miezi na hata miaka. Wakati fulani alikuja kwake akamwambia, kwa sababu umekataa kuniuzia nyumba hii yote, niruhusu ninunue sehemu moja tu katika nyumba yako, na nitakulipa kiwango cha hela ambayo ningeweza kulipa kwa ajili ya nyumba hii. Kwa hivyo akamwambia, unahitaji sehemu gani? Akamwambia, nitahitaji tu sehemu moja kwenye ukuta ulioko sebuleni mwa nyumba yako, na sehemu hii si kubwa sana, ni sehemu ambayo itaruhusu tu niweke mshumari. Kwa hivyo alimwambia, usije ukatafuta mshumari kwa sababu sebuleni mwangu kunayo mishumari. Kwa hivyo karibu, chagua mshumari unayohitaji. Akapata fursa kuingia ndani ya nyumba na akaashiria kwenye ukuta mshumari ambaye aliweza kuinunua kwa takriban dola 10,000. Alimlipa mwenye nyumba hii, akasema, utaniruhusu niweke chochote kwenye mshumari huo, na wakakubaliana. Siku zikapita, miaka zikasonga. Wakati fulani akarejea, na alirejea na kitu ambacho kilikuwa kinastaajabisha mno. Alikuja na mfuko iliyokuwa imebeba mzoga, na mfuko huu kwa wakati huo haukuwa unanuka. Ilikuwa mzoga wa kondoo aliyekufa baada ya kung'atwa na nyoka. Kwa hivyo alileta mfuko huu akauweka kwenye mshumari ule, na kisha akaondoka. Akamwambia, kwa sababu sehemu hii ni yangu, nitaweka mzigo huu wangu hapo kwenye mshumari, na kisha akaondoka. Wiki zikasonga, harufu ikaanza kujaa kwenye nyumba ile. Mwenye nyumba ama mmiliki wa nyumba ile akaanza kujawa na hamaki. Akampigia simu akamwambia, njoo uchukue mzoga wako, kwa sababu siwezi nikakaa kwenye sebuleni mwangu. Kwa sababu gani? Mfuko wako umebeba mzoga na unanuka mno. Mtu yule akamwambia, la hasha,
msumari huo nilikwisha ununua, na sehemu hiyo ambayo msumari upo ni wangu. Kwa hivyo siwezi nikaiondoa. Hangeweza kukaa sebuleni mwake hadi ikafika wakati akasema kuwa nimekuachia nyumba hii, unaweza ukafanya chochote kile ambacho unahitaji. Ndugu na dada, hivyo ndivyo shetani anavyofanya kazi katika maisha yetu. Kunayo tabia fulani unayo ndugu yangu, tabia fulani unayo dada, mama na baba, na tabia hii wakati fulani tunaweza tukasema ni tabia ambayo haina athari yoyote, na jinsi ambavyo tunaendelea kuikubali kuwa kama sehemu ya maisha yetu inazidi kutuathiri mno. Na wakati fulani hata kwenye makanisa tunayoabudu ndani, kunao washiriki ambao wana tabia fulani, ama sisi kama wachungaji kunayo matukio ambayo tumesema kuwa hayana athari katika makanisa yetu. Tunajua kuna masengenyo, tunajua kuna wengine wana hasira, kunao wengine hawapendi wenzao, lakini sisi kama wachungaji tumefanya nini? Nataka kusema hivi, jinsi ambavyo tumeyapuuza tabia hizi, yafika wakati fulani mshiriki mmoja anaondoka, wa pili atamfuata, na kabla ya kutojua watu wamekwisha ondoka kanisani. Shetani anahitaji sehemu ndogo katika ushirika wetu, kwenye familia, kwenye shule na hata mahala petu pa kazi. Kile ambacho nataka kusema hivi, Kristo alikubali kusulubiwa msalabani kwa msumari 3. Na aliposulubiwa pale msalabani kwa msumari 3, alikuwa anasema hivi, nimejifanya kuwa msumari mmoja. Iwapo kunayo tatizo ambayo inakulemaza, huwezi ukafanya kazi vizuri, huwezi ukahudumu katika kanisa, huwezi ukashiriki ibada, ichukue tatizo hilo, tundika kwangu. Mimi Kristo nimekubali kuwa msumari ambayo mnaweza mkaleta tabia yenu inayonuka kama mizoga, na nitayabeba yote. Tusije tukamruhusu shetani anunue sehemu ya maisha yetu. Tusije tukamruhusu shetani anunue ushirika wetu. Tusije tukaruhusu shetani anunue mmoja kwenye familia yetu. Tuweze tukailinda kwa udi na uvumba. Jinsi ambavyo tunaruhusu tabia hizi mbovu, hiyo ndiyo jinsi ambavyo tutaruhusu nyumba yetu kutwaliwa. Hivyo ndivyo washiriki wataondoka kanisani mwetu. Na iwapo tutaiga tabia ya kuchukua dhambi zetu, tabia zetu inayonuka kama mizoga, kama yule mwizi aliyemwambia Kristo, tunakufa kwa ajili ya dhambi zetu, ila wewe unakufa bila kufanya kosa lolote. Alichukua maisha yake akatundika kwenye msumari ambaye ni Yesu Kristo. Ninakusihi leo hii mama yangu, chukua mfuko, itundike kwenye msumari ambaye ni Yesu Kristo. Baba yangu, tabia yako ambayo inakasirisha watu kanisani, iweke kwenye mfuko, itundike msalabani. Baada ya kuifanya hivyo, tutajua thamani ya kifo ya Kristo msalabani. Mungu aweze kuwabariki.